Wapendwa na wasalimia kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kuwaletea jambo ambalo nimeweza nikilifikiria kwa muda mwingi sana. Ni jambo ambalo nimekuwa nikilifikiria sana, ya kwamba ulimwengu ni humu tunamoishi ni ulimwengu ambao ni ulimwengu mna dhiki mingi sana. Ni ulimwengu ambao mna shida mingi sana. Lakini kuna mstari mmoja katika Biblia, katika kitabu cha Yohana 16:33. Yohana 16 mstari wa 33 unasema ya kwamba katika ulimwengu huu mnayo dhiki. Katika ulimwenguni huu mnayo. Kumbe Yesu Kristo anajua ya kwamba ulimwenguni humu tunamoishi, ulimwenguni ambao tuko mna dhiki. Ndio maana anasema hivi ya kwamba katika ulimwenguni huyu mna dhiki. Lakini jambo la pili analoleza katika kitabu cha Yohana anasema ya kwamba lakini jipeni moyo, kwa kuwa mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo anatuonyesha jambo fulani katika kitabu cha Yohana kwamba ulimwenguni mna dhiki, ila tujipe moyo na ameshaushinda ulimwengu. Usivumilie mashida. Unaweza kuwa na dhiki ya mashida, unaweza kuwa na dhiki ya mateso, umeteseka, unaweza kuwa mawazo mengi yamekujaza kwa huzuni, wakati ambapo maisha yanakukandamiza hadi hujui uelekee wapi, uende fanye vipi. Dhiki iko ulimwenguni. Unakosa kazi, unakosa pesa kulipa karo ya watoto wako, familia pale nyumbani inakulilia, marafiki wanakugeuka wanakuwa adui, unaumwa na maugonjwa ambayo hata hayana tiba, machozi yanakuwa chakula cha mchana na cha usiku. Hii dunia imejawa na dhiki. Dunia hii mnamoishi imejawa na dhiki. Ndio maana Yesu anatu encourage akisema, in the world you shall have tribulations. In the world mnao dhiki, but be of a good cheer, ya kwamba tuweze kujipa mioyo yetu kwa sababu ameweza kushinda ulimwengu. Dhiki si kitu kipi ambao kimekuja siku hizi, ni kitu ambacho kimekuwa. Unapoangalia historia ya Biblia utaona ya kwamba leo tunaingia kwa hadithi ambayo imeweza kunakiliwa Bibliani, hadithi ya vijana watatu, Shadrach, Meshach and Abednego. Wakati ule mfalme Nebukadneza aliweza kujenga sanamu kubwa ya dhahabu. Alafu baada ya kujenga sanamu ile kubwa ya dhahabu, akatoa amri kwamba kila mtu ainame na kuabudu hiyo sanamu mara muziki ukipigwa. Yaani ilikuwa amri ambayo ilikuwa imewekwa na mfalme Nebukadneza kwamba ni lazima kila mtu katika nchi aweze kuabudu. Hii ilikuwa dhiki ambayo ilikuwa kubwa sana hasa kwa Wakristo. Na kwa sababu hiyo sheria ya Mungu ilikuwa imesema wazi ya kwamba usiabudu sanamu hata siku ya leo. Hiyo sheria iko ya kwamba tusiabudu sanamu. Sasa walikuwa na chaguo mbili. Shadrach, Meshach, Abednego walikuwa na chaguo mbili: kujiokoa kwa kuinama kwa sanamu huyu, ama wabaki kumwabudu Mungu. Jameni, marafiki zangu, hii ilikuwa dhiki kubwa kwa watumishi wa Mungu. Sasa baada ya hivyo, waliposimama mbele ya mfalme, wakasema neno moja sana ambayo ilikuwa ni neno lenye nguvu sana. Mfalme, Mungu wetu anaweza kutuokoa kutoka kwa tanuru la moto, lakini hata usipotuokoa hatutainama. Yaani hao wanaume walipata ujasiri wa kuongea na mfalme kwa nguvu, kiwaambia kwamba wanaabudu Mungu ambao ni Mungu ambayo si wa kuinamiwa sanamu, ni wa kuabudiwa yeye tu peke yake. Ujasiri huo walikuwa nao na upenda sana. Poleni.
Hii imani, hii ilionyesha ilikuwa ni imani ya kweli sana kutoka kwa watumishi wawili. Watu wengi wangekuja na visababu vyao vya kitofauti tofauti, lakini Shadrach, Meshach walibaki na moja. Sasa mfalme, wakati ambapo aliweza kusikia hivi, mfalme aliweza kukasirika sana. Aliweza kukasirika, akakasirishwa na Shadrach, Meshach, Abednego. Kisha alipokasirika, hasira yake ikamwambia kwamba aweze kuamuru tanuru la moto liwashwe mara 7 zaidi ya kawaida. Wapendwa wa Mungu, nataka ufikirie moto unaowasha kupika chakula chako kila siku, ukiwashwa mara 7 utakuwa vipi? Hivyo ndivyo tanuru ambayo mfalme Nebukadneza aliweza kuamuru liekwe. Askari waliweza kwenda wakawabeba vijana wale, walioungua kwa joto. Dhiki yao ikafika kelele. Wakafungwa na wakatupwa ndani ya tanuru ile. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tazama hapa. Kuna mambo muhimu ambayo nataka muone hapa. Shadrach, Meshach, Abednego wametupwa ndani la tanuru ambao limeongezewa moto huo mara 7. Lakini hapo ndipo siri ya dhiki ipo. Biblia inasema kwamba Nebukadneza alishangaa baada ya kutupa wale vijana watatu ndani la tanuru. Alishangaa sana, na akakuja siku ijao asubuhi akasema, je, kwani hatukutupa watu watatu ndani ya moto? Kwa nini naona watu 4 wanatembea pale na 4 anaonekana kama mwana wa Mungu? Maswali zikaanza kujia Nebukadneza. Hapo ndipo Yesu Kristo mwenyewe alishuka kuingia katikati ya dhiki ile. Moto uliwaka, lakini haukuwa na nguvu yao tena. Bwana Yesu asifiwe. Wakatoka nje bila hata harufu ya moshi, kwa sababu mfalme Nebukadneza alishangaa, nini inaendelea hapa? Watu wanaonekana hawachomeki, wako sawa, tena wameongezea mtu mmoja, akaamuru atolewe. Sasa sikia wapendwa, hapa kuna mambo makubwa ambayo mara nyingi hatuyaelewi kuhusu kisa hiki. Mungu hakuzuia vijana wale wasitupwe ndani ya moto. Mungu tu aliruhusu wengine, si kana kwamba hakuwa na uwezo wa kuwazuia wasiweze kutupa pale. Alikuwa na huo uwezo, lakini hakusema hapana wasitupe, hakuweka hiyo nguvu, aliacha, aliwaruhusu waingie. Hii ni ishara ipi wapendwa kama Mkristo? Ni ya kwamba Mungu mara nyingi hatuzuii kuingia kwenye dhiki. Mungu mara nyingi hatuzuii kuingia kwenye dhiki, lakini anaahidi kutembea nasi ndani ya dhiki hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Dhiki zinapokuja za maisha zinatupiga, Mungu si kana kwamba haoni, anajua. Ndio maana Yohana alituambia kwamba ulimwenguni mna dhiki. Si ati ajui mna dhiki, mnayo, ila anataka kutembea nasi ndani ya dhiki hiyo, ndiposa uweze kudhirika ndani yetu. Jambo la pili ambalo watu hawalielewi kabisa, ni kana kwamba moto ule ulikuwa umewafunga kwa kamba. Unajua wakati ambao walikuwa wanatupwa katika tanuru, walikuwa wamefungwa na kamba, lakini walipotoka nje, kamba pekee ndizo ziliungua. Wao wenyewe walibaki watu salama. Hakuna mahali ambapo walikuwa wamechomeka, walikuwa sawa kabisa. Dhiki mara nyingi inachoma tu minyororo ambayo imetufunga, na inatuacha watu ambao tuko huru, watu ambao tuko salama, watu ambao hatuna tatizo yoyote. Wapendwa, maisha yetu ni kama tanuru ile. Wengine wako kwenye dhiki ya kifamilia, wengine wako kwenye dhiki ya kifedha, wengine wako kwenye dhiki ya ugonjwa, wengine wako kwenye dhiki ya kutolewa na ndugu au marafiki. Lakini Yesu Kristo anasema ya kwamba fear not, for I am with you. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba tusiogope lolote, kwa sababu yu pamoja nasi. Wakati ambao tunapita kwenye machungu, tunapita kwenye moto, Yesu yu pamoja nasi, hatutaweza kuchomeka. Ndio maana mtumishi wa Mungu Ellen G. White anasema katika kitabu cha Acts and Apostles,
Through trials and persecutions, the character of God is revealed in his people. Dhiki haikuji tu kutuangamiza watu wa Mungu. Inakuja kutuonyesha Mungu alivyo mwaminifu ndani yetu. Kwa sababu kila wakati Mungu yu mwaminifu ndani yetu. Dhiki inapokuja inatuonyesha jinsi Mungu alivyo mwaminifu. Nikimalizia nasema hivi. Tazama mfano wa Paulo na Sila pale gerezani. Unaposoma Matendo ya Mitume 16. Usiku wa manane walianza kuimba nyimbo za sifa. Dhiki yao ya minyororo ilibadilika kuwa revival. Mlango wa gereza ukafunguka na walinzi wakaokoka. Dhiki ikawa njia ya wokovu kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Dhiki inaweza kuwa njia ya wokovu kwa watu wengine. Ndio maana anasema tuzuili kuingia katika kwenye hizo dhiki, ila anataka tuingie ndiposa aweze kuonekana kupitia kwa dhiki ambao tunaopitia kama wana wake, kama watumishi wake. Dhiki ikawa njia ya wokovu kwa Paulo na Sila. Tazama kisa kingine cha mtumishi wa Mungu Yusufu. Alipoozwa na ndugu zake, akafungwa gerezani. Lakini kupitia hiyo dhiki Mungu alimpandisha ikulu. Yaani ya kwamba Job alipoteza kila kitu. Job alikuwa mtu ambaye alikuwa tajiri sana, akapoteza kila kitu, lakini mwishowe wake alirudishiwa maradufu. Hao watu wa Mungu wanatufunza jambo muhimu sana. Dhiki si mwisho wa maisha. Dhiki ni daraja tu la kuelekea ushindi. Dhiki tu ni njia tu ya kutupeleka kwenye ushindi. Lakini naomba tu msikilizaji unayenisikiza ama mtazamaji unayenitazama mahali, ya kwamba ukumbuke ya kwamba ushindi uko katika njia moja tu. Ni kupitia katika jina la Yesu Kristo. Unaposoma Filipi 2 mstari wa 10 utaona kwamba hata dhiki zako lazima zipigwe magoti mbele ya jina la Yesu. Hakuna jina jingine chini ya mbingu litapalo wokovu ila jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo ndilo litakaoweza kutoa katika dhiki. Wapendwa, ninauliza leo swali. Unayo dhiki gani katika moyo wako? Unaweza kuwa ni dhiki ya moyo wako, inaweza kuwa ni dhiki ya familia yako, inaweza kuwa ni dhiki ya kazi, inaweza kuwa ni dhiki ya magonjwa. Yesu yupo tayari kuingia kwenye tanuru yako na kukuweka huru. Yesu anasema katika Mathayo 11 mstari wa 28. Njooni kwangu ninyi wote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hii ni sauti ya Bwana wako. Anasema ya kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao kwenye dhiki na kulemewa na mizigo ya dhiki, atawapumzisha. Dhiki zako hazina neno la mwisho. Mwisho ni ushindi katika jina la Yesu. Chukua uamuzi leo msikilizaji, mtazamaji unayenitazama mahali. Chukua uamuzi, usimame kama Shadrach, usimame kama Meshach, usimame kama Abednego, usimame kama Paulo na Sila, usimame kama Yusufu. Dhiki zako zitaanguka mbele ya jina la Yesu Kristo. Jambo ambalo umebakisha mwenzangu, rafiki yangu, mpe Yesu maisha yako tu yote leo. Huyu ndiye mtu wa 4 anayekungoja ndani la tanuru lako. Huyo ndio rafiki asiyekuacha. Huyo ndio ushindi wetu. Tumtumaini Yesu Kristo na ataweza kutuokoa katika dhiki zetu zote, na ataweza kutubariki kwa jina la Yesu. Mungu awabariki.